Karibu katika matangazo yetu ya mchana. Hii ni saa 6 kamili Afrika ya Kati, chaneli yako pendwa Los Actors 24 toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Sandrine Bahati Salumu. Usisahau kusubscribe, kushare na kutoa maoni yako kwa kukomenti. Unaweza kututafuta kupitia namba 0841304198 tukuunge katika grupu yetu ya WhatsApp. Habari za kiundani zaidi. Sawa, hizi ni baadhi ya habari zinazoendelea barani Afrika hivi sasa. Siasa na migogoro. Gabon, nchi inasubiri matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika kwa amani. Huu ni uchaguzi wa kwanza tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2023. Sudani, mstari wa Darfur Kaskazini, na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao. Kambi za wakimbizi zimeathirika sana. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuna wasiwasi kuhusu utulivu wa kisiasa huku Joseph Kabila akipanga kurejea nchini. Pia, Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa maelfu ya watoto wamebakwa katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo katika kipindi cha Januari na Februari. Somalia, Uturuki na Somalia zimesaini mkataba wa uchimbaji mafuta na gesi nchini Somalia. Zimbabwe, watu 95 wanaotuhumiwa kupanga kumng'oa madarakani Rais Mnangagwa. Sahel, kundi la EAC linaendelea kuongeza tishio lake la kigaidi nje ya ngome zake. Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, imeanzisha kikosi cha kukabiliana na ugaidi. DRC na M23. Mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 yanatarajiwa kuanza kwa usuluhishi wa Angola. Uchumi na maendeleo. Nigeria, kanuni mpya za Ulaya za kupambana na ukataji miti zinatishia uuzaji wa kakao Nigeria. Afrika Kusini, kupunguzwa kwa ufadhili kutoka Marekani kunaweza kusababisha maambukizi ya ziada ya HIV kwa watu 150,000 ifikapo mwaka 2028. Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC, inaadhimisha miaka 25 tangu kuanzishwa kwake, huku nchi wanachama zikifanya kazi kuondoa vikwazo vya biashara na kukuza ukuaji wa uchumi wa kikanda. Afrika Benki ya Maendeleo ya Afrika, AfDB, inaunga mkono mpango wa mapinduzi ya chakula na kilimo nchini Nigeria. Masuala ya kijamii na kibinadamu. Afrika Kusini, usalama umeimarishwa katika mahakama ya Windberg kufuatia tukio la risasi lililotokea hivi karibuni. Wananchi wanaandamana kupinga ukatili wa kijinsia baada ya madai ya ubakaji wa mtoto. Pembe ya Afrika, kuna mpango wa kupunguza athari za majanga ya hali ya hewa katika eneo hilo. Afrika, kuna uhaba mkubwa wa wataalamu wa afya ya kinywa, huku mamilioni ya watu wakikosa huduma muhimu. DRC, Umoja wa Mataifa umeripoti kuwa asilimia kubwa ya visa vya unyanyasaji wa kijinsia katika eneo la vita mashariki mwa nchi hiyo vinawahusu watoto. Sudani, hali mbaya ya kibinadamu inaendelea huko Darfur, huku watu wakikabiliwa na uhaba wa chakula na maji. Mambo mengine. Afrika, nchi nyingi zinakabiliwa na ongezeko la ugonjwa wa kisukari. Afrika Kusini, Marekani inatarajiwa kumfukuza balozi wa Afrika Kusini huku uhusiano kati ya nchi hizo mbili ukizidi kudorora. Usafirishaji. Mataifa makubwa duniani yamekubaliana kuhusu kodi ya chini ya dola 100 kwa kila tani ya hewa ukaa inayotolewa na meli. Hizi ni baadhi tu ya habari muhimu zinazoendelea barani Afrika kwa sasa. Kabisa, tuingie kwa undani zaidi kuhusu kinachoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Siasa na usalama. Wasiwasi kuhusu kurejea kwa Kabila. Kuna taharuki na mijadala mingi kufuatia mipango ya Rais mstaafu Joseph Kabila kurejea nchini. Suala hili linazua maswali kuhusu athari zake kwa siasa za sasa, haswa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wengine wanaona kurudi kwake kama sehemu ya mchakato wa kawaida wa kidemokrasia, huku wengine wakihofia kuwa inaweza kuleta changamoto kwa utulivu wa kisiasa. Hali ya mashariki mwa DRC na M23. Hali bado ni tete katika mikoa ya mashariki mwa nchi, hasa Kivu Kaskazini na Ituri. Kundi la waasi la M23 linaendelea kuwepo na kusababisha uhamaji wa watu na ukosefu wa usalama. Mazungumzo ya amani yanayotarajiwa kufanyika kwa usuluhishi wa Angola yanachukuliwa kama fursa muhimu ya kutafuta suluhu ya kudumu. Mafanikio ya mazungumzo haya yanaweza kuwa na athari kubwa kwa utulivu wa eneo zima. Unyanyasaji wa kijinsia mashariki mwa DRC. Wa ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu idadi kubwa ya watoto waliobakwa katika kipindi cha Januari na Februari ni ya kusikitisha sana.
inazidi kuangazia ukubwa wa tatizo la ukatili wa kijinsia katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Kuna wito kwa serikali na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kukomesha ukatili huu na kuwasaidia waathirika. Operesheni za kijeshi. Jeshi la Kongo FARDC linaendelea na operesheni zake dhidi ya makundi mbalimbali yenye silaha mashariki mwa nchi. Hata hivyo, operesheni hizi mara nyingi zinakumbana na changamoto na wakati mwingine kusababisha madhara kwa raia. Uchaguzi ujao, mstari wa mkuu ujao yanaendelea. Ingawa kuna wasiwasi kuhusu uhuru, uwazi na uadilifu wa mchakato huo, masuala kama vile uandikishaji wa wapiga kura na usalama katika maeneo yenye migogoro bado ni changamoto kubwa. Masuala ya kibinadamu. Mgogoro wa kibinadamu mashariki. Mstari wa milioni ya watu wameyakimbia makazi yao kutokana na vita na ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC. Hali ya kibinadamu ni mbaya, huku watu wengi wakikosa chakula, maji safi, malazi na huduma za afya. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa msaada, lakini mahitaji ni makubwa mno. Ulinzi wa raia. Kulinda raia kutokana na mashambulizi ya makundi yenye silaha ni changamoto kubwa. Kuna wito kwa pande zote zinazohusika katika migogoro kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu. Haja ya msaada wa kimataifa. Mstari wa DRC inahitaji msaada mkubwa kutoka kwa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana na changamoto za kiusalama, kibinadamu na maendeleo. Uchumi na maendeleo. Rasilimali asili. Mstari wa DRC ina utajiri mkubwa wa rasilimali asili, lakini rasilimali hizi zimekuwa chanzo cha migogoro na hazijanufaisha wananchi wengi. Kuna juhudi za kuhakikisha usimamizi bora na uwazi katika sekta ya madini. Maendeleo ya kiuchumi. Mstari wa serikali inajaribu kuimarisha uchumi na kuboresha maisha ya wananchi, lakini juhudi hizi zinakwamishwa na ukosefu wa usalama na miundombinu duni. Sawa, hizi ndio habari zinazoendelea kuhusu vita kati ya M23 na wazalendo huko Kivu Mashariki mwa DRC kufikia sasa, Aprili 13, 2025. Mapigano yanayoendelea. Kaskazini MWA Kivu, Lubero na Masisi. M23 wanazidi kupanua maeneo yao kwa mara ya kwanza tangu Februari. M23 wameripotiwa kuteka vijiji 7 katika wilaya Lubero kaskazini mwa Kivu Kaskazini kuanzia Aprili 9. Mashambulizi ya wazalendo yanazuiwa. Mstari wa M23 wamezuia mashambulizi ya wazalendo kwenye mji mkuu wa wilaya ya Masisi na hata kufanya mashambulizi madogo katika vijiji vya karibu baada ya wazalendo kujiondoa. Kusini MWA Kivu, Kalehe. Mapigano makali na uhamaji wa raia. Kumekuwa na mapigano makali kati ya M23 na wazalendo katika eneo la Kalehe kusini mwa Kivu na kusababisha hofu na uhamaji mkubwa wa raia. Wazalendo warudisha baadhi ya maeneo. Wazalendo wanadaiwa kuwafurusha M23 kutoka Bushaku, lakini hali bado ni tete. Watoto wa shule waathirika. Mapigano yamesababisha kusitishwa kwa masomo katika maeneo mengi kutokana na hofu ya usalama. Bukavu. Wazalendo washtakiwa kuzuiliwa na wanajeshi wa Burundi. Kuna madai kuwa wanajeshi wa Burundi wamewazuia wazalendo kushambulia M23 karibu na Bukavu. Madai na shutuma. M23 washtumu serikali kwa kuvunja usitishwaji wa mapigano. Msemaji wa M23, Lawrence Kanyuka, amesema kuwa jeshi la Kongo FARDC limevunja usitishwaji wa mapigano baada ya kurejesha mji wa Walikale kufuatia kujiondoa kwa M23. Hali ya kibinadamu. Raia wanasalia kwenye hatari. Raia wanaendelea kukumbana na hali ngumu kutokana na mapigano, wengi wao wakikimbia makazi yao na kukosa mahitaji muhimu. Usumbufu wa elimu. Mapigano yanaendelea kusababisha usumbufu katika shughuli za elimu, huku watoto wengi wakishindwa kuhudhuria shule. Juhudi za amani. Mazungumzo yaliyopangwa Qatar. Mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Qatar kati ya serikali ya DRC na M23 yalitarajiwa kufanyika wiki iliyopita, lakini hakuna taarifa rasmi kuhusu matokeo yake. Juhudi za kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zinaendelea kujaribu kusuluhisha mgogoro huo, lakini mapigano yanaendelea licha ya juhudi hizo. Kwa muhtasari, hali mashariki mwa DRC, hususan Kivu Kaskazini na Kusini, inasalia kuwa ya wasiwasi mkubwa. Mapigano kati ya M23 na wazalendo yanaendelea katika maeneo mbalimbali na kusababisha athari kubwa kwa raia. Licha ya juhudi za kidiplomasia na za kikanda, bado hakuna suluhu ya haraka inayoonekana. Huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya mchana wa leo. Zidi kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike na kutoa maoni yako kwa kukomenti.
Hii ni Lusactus 24, mimi ni Sandrine Bahati Salumu, tukutane saa 9 kamili.